Aha. Jua ni jua, liwe la asubuhi, la jioni, la mchana ni jua. Okay? Ili mradi usikae kwenye jua kali, nalo linaweza kuleta madhara yake. Lakini jua, pata jua linasaidia sana nguvu za kiume. Narudia tena. Kupata jua ni muhimu sana kwa nguvu za kiume na afya kwa ujumla. Sasa hii ni kwa watu ambao hawajapata magonjwa ya ndani. Lakini kama umeshapata magonjwa ya ndani kama kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya figo, sasa unahitaji upate tiba kusudi kuwezeshe wewe nguvu za kiume zipate kurudi. Na zinaweza kurudi. Kuhakikisha kama ni kisukari kimetibiwa vizuri. Kisipotibiwa vizuri nguvu hazitapata. Kuna dawa za presha nazo zinaweza zikafanya nguvu za kiume zikawa chini. Kwa hakikisha kama una hiyo shida na unatumia dawa za shinikizo la juu la damu, fika muone daktari akubadilishie dawa, kwa sababu kuna zingine ni madhara ya dawa. Lakini pia tunawakumbusha, na nipende kuwakumbusha, dawa zozote utakazotumia zinakuwa na karatasi ndani ya kueleza namna ya kutumia na madhara ya ile dawa. Watu wengi huwa hawasomi. Naelewa kwa sababu zimeandikwa kwa lugha ya kigeni. Kwa hiyo labda huko mbeleni dawa zitakuwa zimeandikwa na maelezo ya Kiswahili, watu waweze kuelewa. Nimependa ile ya jua, lakini vipi upande wa kunywa maji kwa wingi? Haisaidii chochote kwenye kumaintain nguvu za kiume? Nguvu za kiume, na maji. Jamani, maji yana nguvu. Maji yana nguvu. Ndio maana niseme kuna hivi vitu vingine labda havikufundishwa mashuleni. Ukienda kwenye hoteli zozote ambazo zimejengwa kando ya mto, bahari, ziwa, vyumba vinavyotazama maji vina gharama kubwa. Ni kwa nini? Ili mimi ninavyofikiri, mimi naweza nikawa sio sawa, lakini maji yana nguvu, na maji yanafanya watu kwa namna moja ama nyingine wasikie amani, asikie ametulia. Na ndio maana watu wanapenda akitoka, kwa mfano amechoka siku nzima, kicha kwanza anafanyaje? Hanywi chai, hali chakula, anafanya nini? Aenda kuoga. Na ukitoka kuoga unasikiaje? Unasikia nguvu. Kwa hiyo maji yana nguvu, na 75% ya mwili wa binadamu ni maji. Kwa hiyo maji ni muhimu, sio tu kwa nguvu za kiume, bali kwa shughuli nzima za mwili. Mtazamaji, kama una swali lolote, kumbuka unaweza kulituma kupitia nambari 0688729850. Niko na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando, Dr. Fredrick Kalokola. Tunazungumza kuhusu nguvu za kiume zinavyohusiana na magonjwa ya ndani. Tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na kipindi chetu. Karibu tuendelee na kipindi chetu. Na sasa dokta, kuna haja gani ya changamoto za nguvu za kiume zinaposhughulikiwa na magonjwa ya ndani kufanyiwa tathmini ya kinifu na matibabu halisi katika kukabili hili tatizo? Haja ipo ni mapema sana. Mtu anapopata kisukari, anapopata tatizo la moyo ama shinikizo la damu, ni vyema wale wataalamu wa afya pia wakauliza maswali kuhusu nguvu za kiume. Hii mara nyingi kwa sababu ya ubize wa clinic, unakuta madaktari wanasahau kuuliza, na wahusika wanaogopa kusema. Kwa hiyo ni jukumu sana la daktari kuuliza, kumsaidia, kwa sababu chansi kubwa kama una shinikizo la damu na nguvu za kiume haziko sawa. Chansi kubwa kama una kisukari na nguvu za kiume haziko sawa.
Kwa hiyo ni maswali ambayo mimi huwa nauliza, lakini sio kwa mwanaume tu, lakini hata kwa mwanamke namuuliza, vipi mahusiano yako yakoje katika hili, kwa sababu ni tiba. Kuna ambao yani mahusiano yake ikaa vizuri na dawa za presha tunatoa, presha imekaa vizuri kwa sababu moyo unapona. Kwa kuna kitu alimisi, yani kuna kitu alimisi, akikipata moyo, amani inashuka, yani presha zinaisha kabisa. Ndio maana tunaita shinikizo. Miili yetu inaweza kujitibu yenyewe bila dawa kama tunaihudumia sawa. Wahi kupita kwenye vijiwe huko na kusikiliza zile stori za vikundi. Kuna watu wanakuwa na hoja mbalimbali, hususani kuhusu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, kwamba mwingine anapima kupitia namna kwa wakati anavyoshiriki tendo la ndoa wakati ya asubuhi. Mwingine anakompea sasa asubuhi na usiku, kwamba anajiona kama hayuko sawa. Ni njia sahihi wanaitumia kama kabla ya kufika sehemu husika kwa wataalamu wa afya? Njia sahihi, watu hao wameshagundua miili yao. Sisi wenyewe ukija hospitali tunakuuliza, asubuhi hali yako inakuwaje? Kama asubuhi hakuna nguvu, tayari tunajua kuna shida. Kwa hiyo hicho ni kipimo ambacho hatuhitaji kwenda maabara. Hiyo ni ya kwanza. Lakini pia jioni, wanaume baada ya kufanya shughuli nyingi za siku nzima, nguvu zimeishia kufanya hizo shughuli. Kwa mara nyingi tendo kwa jioni inakuwa ni changamoto, kama ametoka kufanya shughuli, amechoka. Ndio maana asubuhi wakati mzuri, amepumzika, kila kitu kimekaa sawa. Okay. Mwisho kabisa, wakati tunafunga kipindi na tunajua tulikuwa tunaangalia nguvu za kiume zinavyohusiana na magonjwa ya ndani. Kwa ujumla sasa, nini kifanyike ili tuweze kukabili tatizo la upungufu wa nguvu za kiume? Asante. Kwa hiyo kama nilivyosema, nguvu za kiume sio tu ni nguvu kwa wanaume, bali ni nguvu kwa wanawake pia. Na kulikabili kwa muktasari ni kwamba, kwanza mtu ajitambue yeye mwenyewe, mwili wake ukoje, akifanya nini anakuwaje. Ni rahisi kugundua kwamba kuna shida. Jambo la pili ni kujua afya yako, presha ikoje, sukari ikoje, una shida ya tumbo. Kwa mfano, kama una matatizo ya tumbo ya muda mrefu, yanaweza kuathiri pia nguvu za kiume. Kama una matatizo ya akili, afya ya akili inaathiri nguvu za kiume. Pate tiba mapema, itakusaidia kwenye nguvu za kiume pia. Nguvu za kiume, hata changamoto za kimaisha, za pesa, za watoto, za familia, mwingine hapatani na baba na mama, hayo yote yanaweza kupelekea kuathiri nguvu za kiume. Kwa hiyo badala ya kulaumu wanaume siku hizi wakoje, kuna mwingine anakutana na hizo changamoto lakini mambo yanaenda kama kawaida. Okay, kisayansi ni kwamba ukiwa na changamoto za maisha, shinikizo, kuna homoni ambazo zinatengenezwa na mwili ambazo zinaathiri nguvu zako. Na sio tu nguvu zako, zinaathiri hata kumeng'enya chakula. Ndio maana ukiwa na stress ama shinikizo la damu ama una hofu, utaanza kutetemeka, utasikia tumbo kama limejaa gesi. Ukiingia kwenye mtihani una hofu, unajisikia unataka kwenda kukojoa. Mwingine hata anaharisha. Kwa hiyo ukifanya lile tendo, kuna homoni zinatengenezwa ambazo zinaenda kurekebisha hali ile ya hofu uliyokuwa nayo. Na hii hata ni kwa mwanamke pia. Sawa sawa.